kama kuna area Nakuru governor has failed completely, is health. What about roads? Barabara. If you go to our roads, they are in the worst status. Hii serikali ya Kasongo imeongeza ujinga kwa sababu imeharibu shule. Imeongeza ugonjwa kwa sababu imeharibu afya, na wameongeza maskini. Ni ukweli hapa tunaongea ukweli. It's only a mad man who can support that government. Hello mtazamaji, and welcome to this weekly edition of the program The Truth Seat. The Truth Seat ni kipindi ambacho kinakuletea ukweli wa mambo. Remember to like, subscribe and also share, and if possible andika comment pale, because leo ata guest mwenye niko naye, you can ask him questions because this is not the last time I'll be hosting my guest of today. So karibu sana mtazamaji. Kwenye studio niko na wakili, na wakili ni jamaa ambaye amebombea sana kwenye masuala ya sheria. Karibu sana mtazamaji, relax na usikize ukweli wa wakili. Karibu sana wakili. Asante sana Jose. Yes, ebu tell us, anza na kutuambia who is wakili. Lakini kwanza ningekuambia maneno ya ukweli kwa sababu niambia tukuje tuongee ukweli. It's a truth seat by the way. So kwa hivyo tuongee ukweli kwa sababu yes. Unajua ukweli, watu wanasema kuna vitu tatu katika ulimwengu huwezi kuficha. Yes. Ya kwanza ni jua, ya pili ni mwezi, na ya tatu ni ukweli. Yes. You cannot hide the truth, the sun or the moon. Yes. Zikichachomoka, ukweli ni ukweli. Yes. Na watu wengi hawataki kusikia ukweli. Wengine hawataki kuongea ukweli. Lakini ukweli lazima usemwe. Na ndio sasa tumekuja hapa ili tuzungumzie mambo kinaga ubaga. Tuongoe ukweli mtupu. Yes. Kwa sababu ukweli ukitokea lazima uongo uanze kujificha. Sasa umeniuliza mimi ni nani? Wakili ni nani? Kwa sababu tuna maengineer wa uongo, tuna mawakili wa uongo. Yes. Mimi ni wakili Lawrence Karanja. Mimi ni wakili hapa mjini Nakuru. Kwanza baada ya kumaliza shule ya upili nilijiunga na chuo kikuu cha Moi na nikafanya sheria huko. Na umesema kuna watu fake ambao una mtu hata unapatana wengine wanajiita mawakili, ukimuuliza walikuwa wanasoma na nani hawezi akakueleza. Tulikuwa wengi tukamaliza mwaka wa 1999. We were the first group which did law in Moi University. Okay. And among my classmates who anasema unajua ukitaka kuuliza enda utafute classmate mmoja wako. Enda uuliza the deputy president Kithure Kindiki. We were in the same class. Tulimaliza university the same year. We joined university the same day. We graduated the same day. Wow. Kuna mwingine anakuwa kwa UDA Secretary General anaitwa Hassan Omar Hassan. Pia tulikuwa na yeye. Yes. Several of the judges of the High Court. Na watu wengine sana ambao ukinitisha because we graduated we were 32. Wote nitakuletea hapa. Wow. Na ukienda waulize watasema tulisoma nao. Baada ya kumaliza hapo nikakuja hapa mjini Nakuru. Nikafanya kitu inaitwa pupillage. Pupillage ni sasa wewe unajifunza, umeshahitimu kama wakili, kama mwanasheria. Lakini hujahitimu kama wakili. Okay. You by the time you finish the law school at the university you can be addressed as a lawyer. Okay. But by that time you are not an advocate. Yes. Kwa hivyo ukishamaliza hapo unajiunga na chuo kinaitwa Kenya School of Law. That is where kwa siku hizi inaitwa advocate training program. That is where now you train not to be a lawyer but to be an advocate. So nikafanya hayo, nikamaliza, nikafanya kitu inaitwa pupillage na mwaka 2001 nikahitimu kama wakili. So 1999 nilihitimu kama mwanasheria. Okay. As like a lawyer. Wow. But 201 nikahitimu kama wakili. Wow. Kwa Kiingereza that is when you become an advocate. Baada ya hapo nikafanya kazi, nimerudi shule, nimehitimu, lakini nimefanya kazi sana ya wakili hapa mjini Nakuru for all those years. Nikifanya kesi za aina mbalimbali, kesi za mashamba, kesi za biashara, public interest, kesi za electoral disputes. I've done so many and many right from the magistrate court up to the Supreme Court. Okay. Beyond being a lawyer, I've also been in serving katika
nafasi tofauti tofauti. Nimekuwa halmashauri ya Moi Forces Academy, nimekuwa halmashauri ya shule inaitwa Langalanga, nimekuwa mwenyekiti wa shule inaitwa Jojo Girls na zingine nyingi sana ambazo nimekuwa katika halmashauri. Kisha nishakuwa mwenyekiti wa mawakili katika mkoa wakati ulikuwa inaitwa mkoa wa Rift Valley Province. So Rift Valley Law Society, nimeshakuwa mwenyekiti kiongozi wao, nimekuwa mwenyekiti wao, hiyo nikamaliza. Kisha nikawa pia nishahudumu katika jiji la Nakuru kama the chair of the inaugural municipal board, na sisi ndio tulianzisha shughuli ya kuibadilisha kutoka mji hadi jiji. Na wakati hiyo process ikiendelea, yule ambaye rais mstaafu Uhuru Kenyatta akaniteua, akanipatia kazi kama waziri msaidizi wa biashara na viwanda. Sasa hiyo tukuitwa CAS ama Chief Administrative Secretary. Nikahudumu hadi mwaka wa 22 wakati nilistaafu ama nilijiuzuru ili nije niwanie kiti cha seneta katika mji wa Nakuru. Kwa hivyo nimekuwa nikifanyia kazi other than wakili. Have participated katika mambo mingi sana, it's supporting the society both voluntary and other. It's not just that nafanya zile kazi nalipwa. I've participated in so many voluntary activities to support our community, to support our county and to support our society. Beyond that, wakili is married. Unajua watu wana to a woman. Unajua unaweza sema umeoa, nimeoa. I'm married to a woman. Unasema ni vile nimeoa mwanamke mmoja na niko na watoto 3. Asante. Wakili, do you have a farm? Yes, tuko na farm yetu ama the law farm, kampuni yetu. Mimi wakati nilihitimu, kwanza nilianza kufanya kazi na nilihitimu nikiwa kwa wakili wanaitwa Kagushi and Company. Hapo huko ndiko nilijifunza na nikafanya kazi kidogo. Kisha nikaenda nikafanya kazi na wakili mwingine anaitwa Karanja Bugwa. Kutoka hapo nikaitwa na wakili ambaye ni marehemu, alikuwa anaitwa Mirugi Kariuki. Akatuita mimi na mwenzangu anaitwa Kahiga ili tuwe partners katika hiyo law firm. So tukajoin within a year after we became partners. Ndio aliaga pale katika ajali ya ndege pale Marsabit. Na kutoka siku hiyo tumekuwa na hiyo kampuni. Kwa hivyo kampuni yetu ya mawakili tunaitwa Mirugi Kariuki and Company Advocate. So hata siku hizi watu wengine wanakuja ofisi wakiniona wananiambia, wanasema tumeona bwana Mirugi. Wengine wanakuja ofisi wanasema wanataka Mirugi. Haya tukiwa kotini, you know somebody especially the young lawyers hawajui Mirugi ni nani. Wanauliza nani mlikuwa na wakili gani pande hiyo, akasema pande hiyo nyingine alikuwa Mirugi akadai Mirugi yeye mwenyewe ndiye alikuwa. So they think it's you. Because they think it's me. So our law firm inaitwa Mirugi Kariuki and Company Advocate. Tuko pale mjini Nakuru next to Family Bank, but from next month we'll be moving to a new building called Mirugi Kariuki building. Hapo section 58. That is where we are moving from 1st of March. Kwa hivyo ukikuja March usinitafute town. Utakuwa pale section 58. Well, thank you very much wakili. Sasa wakili, kabla sijakuuliza maswali kwa sababu nataka tuzingatie maswali hasa ya jimbo la Nakuru. Kabla sijakuuliza, can you kindly highlight kidogo kazi ya senator ni gani? Senator kwa ufupi ako na majukumu 3. Ya kwanza ni wakilishaji, kwa Kiingereza ndio inaitwa representation. Such that akienda pale katika bunge anawasilisha masuala na mahitaji ya watu wa Nakuru na gatuzi. He represent gatuzi, anawakilisha gatuzi na Nakuru ama jimbo la Nakuru. Ndio anawakilisha na kuwakilisha masuala yao, ili yale mambo watu wa Nakuru wanatakiwa kufanyiwa na serikali kuu kupitia kwa serikali ya county, yeye ndiye anaenda kuwatetea. Kwa hivyo ni mwakilishi. Na nikurudishe nyuma kidogo nikueleze kwa nini hii maneno ilikuja uwakilishi. Kitambo ukirudi katika historia ya bunge, watu walikuwa wanaitana wote, wanaenda kwa baraza, wanaitana, wanauliza tunataka kama ni hapa Nakuru watu wote mnataka tufanye vipi? Mnashiriki, mnaongea. Ikaonekana, na huko ni Ugiriki, ikaonekana kuwa itakuwa ngumu sana kwa sababu watu waliendelea kuwa wengi. Sasa watu wakasema ili tutengeneze bunge, si tutafute watu wetu wachache wale waaminifu. The question was few but faithful. Wale wako waaminifu ili tuwatume katika bunge. Sasa ni kumaanisha vipi? Yule ambaye tukimtuma
ataweza kuwakilisha masuala yetu, sio yake. Anawakilisha yale mambo watu wanakuru wanataka, sio yale anataka. So ya kwanza ni uwakilishaji. Yes. Ya pili ni kutunga sheria. Okay? Yes. That is what is called legislative. Kwa sababu katika katiba yetu inasema kuwa sheria yoyote ambayo inahusu ugatuzi lazima ipitishwe na bunge la seneti. Kwa hivyo wakati tunaangalia maneno ya kulima, because that is a devolved function. Wakati tunaangalia maneno ya afya, which is devolved action. Wakati tunaangalia hizi vitu kama betting na hizo zote which are devolved. Tukiangalia hizi barabara za devolved, the ones which are the county government. Tukiangalia maneno ya renewal of leases. Any law which touches on those things, mashamba, ukulima, afya, ECD, michezo na kadhalika, lazima ipitie katika bunge. Kwa hivyo unahitaji mtu ambaye ako na ujuzi wa sheria, ili sheria zinapotungwa anazipiga darubini, anaona kama zinaingia na gatuzi. Kwa hivyo utungaji wa sheria. Kazi ya tatu ni ile ya kusimamia, na ndio inaitwa oversight. Oversight. What does it mean by oversight? Oversight ni kumaanisha wakati mmeleta rasilimali katika gatuzi zote za Kenya. Je, hizo pesa zinatumika inavyofaa? Je, hizo pesa zinaenda kwa ile miradi ambayo inapaswa kwenda? Je, zile pesa zimekuja, miradi imepewa priority kulingana na vile inavyofaa? So that is what you do, what is called oversight. Pia unaangalia wale watu wako katika magatuzi yetu. Je, wanafanya kazi kulingana na vile sheria inavyosema? Je, wanafuata katiba? Na ndipo unaona because of that oversight, wakati governors wana misbehave na wanakuwa impeached, yule ambaye ako na usemi wa mwisho kama gavana wataenda nyumbani au la ni senator. Kwa nini? Because of oversight. Kwa sababu wao ndio wanaangalia kama hawa magavana kwa niaba ya wananchi. Okay. They represent as representatives of the people, the oversight. Because hatuwezi tukaita kila mtu anakuja kuangalia kama governor anafanya kazi. So lazima tungeteua watu 47 katika Kenya yote. Swali ni ile nilisema, je, hao 47 ni waaminifu au la? Yes. Na ndio unaona ile mjadala imekuwa kutoka wiki hii. Ile governor wanasema wanaitishwa pesa, hatutaenda kwa senate. Na senate wanasema lazima muwajibike. So kunaweza kuwa na ukweli magavana, kuna ukweli labda wameitishwa pesa, na kuna ukweli wanaweza kuwa wakijificha wasije wakaulizwa maswali. Mimi nauliza hao magavana, pesa ya nini kama hakuna pesa ya umma umekula? Kwa nini, why should you give the money? Yes. If you are straightforward and honest. Because wanaitwa huko, wanaitwa kuulizwa maswali ya audit. Kwa sababu auditor general amekagua vitabu zao. Yes. Amepata kuna kasoro fulani. Unaulizwa majibu, ujibu kwa nini hizi kasoro. Kama wewe ni mtu mkweli, mtu mwaminifu, kwa nini utoe pesa? Si uende ujibu maswali. Lakini ukiona ukitishwa pesa unatoa, ni kwa sababu kuna mashimo unajaribu kuziba. Kuna mashimo, lakini pia for those senators ambao wanaitisha pesa, jina ya Kiswahili sijui ni gani, betrayal. Saliti. Hao ni wasaliti. Yes. Wamewasaliti wale waliowachagua waende wakasimamie wao katika bunge la seneti. Kwa sababu wameenda kutafutia tubo zao. Na ndio nilikwambia wakati wale Wagiriki walitunga bunge walisema tunaweza pata watu waaminifu. Kwa sababu huko ndikokosa uaminifu kama unaitisha governor ili ukweli usijulikane, because you are supposed to expose them. Yeah. If they have stolen. If they have not stolen, you clear them. That is a faithful servant and that is a faithful senator. Wakili, sasa tuende direct sasa kwa maswali, kwa sababu umeweza kutuelezea. Mtazamaji, sasa hivi nataka tuingie sasa kwa maswala ambayo yanahusu sana jimbo la Nakuru. Unawania kiti cha senator upande wa Nakuru. I want to ask you genuine questions about health. Mheshimiwa, ukweli wako na useme ukweli wako. Tuna governor mwenye ako sasa hivi. Do you think she is performing well? That is Susan Kihika. Is she performing well in matters health? Kwa sababu wewe already saizi, si kwamba hujakuwa senator, you can also oversee and see maybe. Kwa macho yangu,
kama ningekuwa amepewa mtihani, kama mimi ningekuwa mtahini, if I was the examiner, upande wa afya health ya katika CBC, I would have given her below expectation. Okay, katika ile ya 844 au ningempatia alama ya D. Hawezi akapata D+, D. D. Na ni because I'm a bit generous. Kwa sababu kuna wafanyikazi, but yes, otherwise in fact yake ni kwa sababu I think alipata tukiwa C. Sasa akapata hii, tukipea average anaingia D. So if you compare her with the ile regime ya Lee Kinyanjui, can you try to give us Lee aliweka masuala ya health wapi na sasa iko wapi? In fact what I would say, nitaanza kwa kusema kama kuna area Nakuru governor has failed completely is health. Tuanze na alipoingia hivi. Alifanya ni kitu ya kwanza kufanya. Alivamia hospitali inaitwa War Memorial. And we saw you. Na wakati mimi na nikawa kwa kili wa War Memorial na nasema hivyo, because I know the truth. Okay. Akavamia, akaifunga, and it has been closed despite many court orders. To date haijafunguliwa. Watu wa Nakuru wakitaka matibabu wanaenda Nairobi. Na hata niyo najiuliza, huyu gavana anasaidia wa Kenya, hasaidii. Unajua, na sitakai kuongea maneno sana ya mtu, lakini unaona yeye akitaka kwenda kujifungua lienda ng'ambo. Sure. Watu wa Nakuru hawataka kwenda ng'ambo, wanataka kwenda hapa War Memorial. Yes. Lakini yeye anafunga hiyo hospitali. That was the first failure on her part. Kwa sababu ukiulizwa alifunga afanya nini? How is she benefiting, or what did she want to do with it? The provincial general, our level 6 hospital is in poor state. Hiyo ingine iko hapo annex. Poor state. Madawa hakuna, hata saa ingine wao ndio wanakosa chakula. Hakuna gloves, hakuna nini. Ukienda hizo hospitali, the system is collapsing. Number 2, niseme kuwa wakati alikuja, I'll give an example of 3 hospitals. Yes. Na zaidi. Moro level 4. Jolo level 4. Maimahiu level 4. Hizo hospitali alizipata zikiwa 80% complete. What do you mean? 80%? 80% complete. Hizo hospitali zilikuwa, the structure imejengwa, zimepigwa plaster, zimewekwa paa. So what was remaining was the finishing and equipping. To date, 42 months after the governor was elected, hakuna hata moja imeisha. In fact, the progress is almost zero. Most of them are at 80% still. Let me maybe ask you, inaweza kuwa hajafanya hizo in matters health, akafanya kitu kingine. Wapi? Mimi okay, unajua mimi labda umuite muulize, lakini hajafanya. Hakuna mahali amejenga hospitali. Since she came, hakuna hospitali hata mmoja amejenga. So ni kukwama na hospitali she may talk about. Hii hapa Bahati sio yeye. Yes. Hiyo pesa imejengwa na Apostle Kimani, sio yeye. It is a donation by Apostle Kimani. Yes. So she cannot tell us there's something she has done. Yes. That is a donation by the Kingdom Seekers. Kwa hivyo hiyo ya Bahati. So hakuna hospitali ile amejaribu kuanza na bado iko chini, ni Subukia bado halijatoka chini for the last 3 years. So if you ask me in terms of health, it is total failure, and I keep asking myself what are higher priorities. Kwa sababu mimi kila saa nikimuona akifika mahali ni watu kaeni chini 500. Wacha niwapange vile mimi huwa nawapanga 500. Is that what you're supposed to do? And we'll come to that because yes, I have that question kwa sababu akona hiyo trend na my next question, kwa sababu ya health umesema hivyo, nataka kuangalia zile vitu devolved. Niangalie what about roads, barabara. Kwa barabara kaunti yetu ya Nakuru iko shida. Kitambo tulikuwa na mpango ulikuwa unaitwa Boresha Barabara. Yeah, I remember Boresha Barabara ni wakati county zilikuwa na machineries. Hizo machineries zikienda ward kama Subukia ward ama Kabazi, zinaacha wiki moja wiki mbili zinanyorosha hizo barabara. Yes. The next is another ward. Hivyo.
wakati alikuja that mpango alimaliza. If you go to our roads, they are in the worst status. What he tried to do the other day, alienda kwa NYS. Naambia NYS, nataka tuingie memorandum na nyinyi mwe mkitengeneza barabara zetu. That was one, it was an illegal MOU. Haikupitishwa kwa bunge, haikufanywa public participation. Yeye tu amekaa siku moja, wamekaa na NYS, wamemwambia tena iko wanakandarasi wetu ambao huwa wanafanya hizo barabara. So unaenda kupea hata sielewi. Devolution was to bring the resources and money closer to the people. How do you take money from a devolved unit, you take it back? Upewe pesa kutoka national government, upewe unit ya NYS which is owned by the national government. Hata unaangalia unashindwa ni kazi gani inafanyika. Our roads are in poor state. The other one which is devolved is water, maji amejaribu kidogo. Niulize kabla tujengia kwa maji, hebu turudi tu hapa wakili. Kuna hizi matrakta na malori zilikuwa zimenunuliwa wakati wa Lee Kinyanjui zifanye boresha barabara. Hizo zote sasa ziko wapi sasa? Zimelala, most of them zimelala. So they are there literally hazifanyi kitu. Zimelala, hazifanyi kitu. Okay. Zimelala. Unajua if you don't want ukiangalia kuna vitu, and this is the problem. If you are elected, ukichaguliwa, ukuje upate your predecessor, he was doing something which is right. Do it even better. Yeah. But you don't destroy it so that it can be said yule alikuwa naye alikuwa anafanya. Wacha niwakumbushe kitu moja at national level. When the President Uhuru Kenyatta was there, alitengeneza kitu inaitwa Nairobi Metropolitan ya general body. Yes. The current regime walikuja wamekibia sana, wakasema hatutaki kusikia hivyo. Imewasumbua, jana wamerudi tu pale hospitali. So Uhuru had seen the problem and he was sorting it out. But since these guys who came, they wanted to show that they want to do things in a different way, they undid all that. That is the Nairobi City it's about to collapse. Sasa wamerudi pale. It's supposed in 2022 they picked from where President Uhuru had left it. Nairobi would be very far. The same case, suppose Governor Kehika picked it from where Governor Lee left it. He would be very, very far. But you don't, if it is working, why fix it? Kama inafanya, kwa nini ubadilishe? Wacha iendelee. So, shida ambayo tulikuwa nayo ni hiyo moja. Ukipata because you don't want your predecessor to be mentioned at ndiye alianzisha hii, unaimaliza. But you can make it better. Useme alianzisha, lakini imebifaulisha zaidi. So that is the issue of the road. Water. Maji ndio nimekuambia amejaribu kidogo, lakini sio yeye. All the projects umeona za maji, Nakuru, Naivasha, Nakurululo, they are donor funded. Pesa za World Bank, hakuna pesa yake yote. Na siku moja umuulize ya kuambie project zote zile unaona zikiendelea, they are donor funded. Hakuna hata moja ya county. Hiyo maji unaona ikifanywa, where you are seeing things being done, it's the money from the donors, not from the county. The county has not pumped into any money kwa maneno ya maji. Tutoke kwa maji wakili, tuende kwa ECD. ECD I believe bado ni devolve. ECD ni developed. I'm asking this because the other day nilitembea county ya Kiambu. Na nikaona governor wa Matangi ameseparate ECD na primary school completely. Ati walimu wa ECD na wanalipwa vizuri wako kando. How is Nakuru na ECD? The only thing I can say what happened is that kuna walimu waliajiriwa in the last regime. Wakati governor Kehika amekuja, ameongeza wachache. Yes. Pia kuna uji anapeana. But beyond that there is nothing else you can see. Hata ndio nakwambia, juzi niliona kuna nasali moja iko maridadi sana pale karibu na the Prayer Mountain ya Apostle Kimani. Yes. Hapo Heaven's Gate. Lakini unajua hiyo ni Apostle amejenga pia. Ile niliona wakilaunch Monday, sio pesa ya county. Hiyo ni Apostle Kimani amejenga.
Mimi ningetaka kuonyesha yake ile amejenga. Hajajenga chochote. So hii yenye tuliona na tukafurahia governor ame launch, it was fully funded by Kingdom Seekers. Hakuna pesa ya county hata shilingi moja. So in nursery the only thing amefanya at least one occasionally wanapewa unji wanafunzi, but not 100%. Hata mtoto akienda usitume wako isindia asibebe chakula, you are not guaranteed that anaweza fika huko uji kose. So lazima unaona hata mtoto akienda na wanatoka saa 7 saa 8 lazima abebe chakula because there is no guarantee that uji will be there. Inakunyaga wiki 2 inapotea 2, inakunya wiki 2 inapotea 2. So wakili, thank you very much kwa sababu nataka sasa tuingie kwa suluhisho because you as a person who want to be the senator of Nakuru na utatuambia kwa nini unaona utakuwa senator wa Nakuru. Lakini before tuingie hapo, because lazima tupate suluhu, lazima uambie wananchi what is supposed to be done about all this na kuna hii watu wanasemaga senator anaweza enda kutafuta pesa. Kuna hiyo ati senator akienda huko anaenda you know there is something called division of revenue or the equitable sharing of the revenue. Ni wakati sasa county zinagawana pesa na Nakuru ni mojawapo ya zile zinapewa pesa mingi zaidi kwa sababu pia ni county kubwa sana. It's one of the biggest counties in terms of what after Nairobi, Kiambu and Kakamega, it comes second. In fact, I don't even know why Kakamega has more constituencies than Nakuru because it is smaller in terms of population, in terms of size than Nakuru. But that is a question of another day. You know when unajua ni vizuri I'm seated no matter tunaongea ukweli. Yes. I don't know why you know how Kakamega got most constituencies than Nakuru. Wakati after the devolution the new constitution came into being, wakati constituencies zinatengenezwa kulikuwa na ile kamati ilikuwa inatengeneza constituencies. Unajua ilikuwa inaongozwa na mtu alikuwa anaitwa nani? Andrew Rigare. Mtu ya Kakamega. Kwa hivyo constituencies zikitengenezwa kwao wakaweka ziwe. That is how Kakamega got more constituencies than Nakuru because Kakamega as we stand has about 700,000 voters. Nakuru has about 0.3. Kakamega has 13 constituencies. Nakuru has 11. So unaona, so it is because of the person who was seated there ndiye alisaidia Kakamega ikawa. So what I'm saying is that wakati pesa zinaenda kugawanwa, if you have a strong senator, he will be able to articulate, ataweza kupigana, ataweza kuwatetea mpate pesa zaidi. But if you have a weak senator, chances are mtakuwa peke yenu. Vile committee itasema because wakati mnaenda sasa kusita kwa revenue sharing, that is when you are supposed to articulate uongee kwa nini watu wako wapewe pesa hivi, and you have every reason to give for Nakuru population. We are many, our contribution ile pesa tunapeana kwa serikali kuu pia ni mingi, kwa hivyo tunapaswa kupata also a fair share compared to what we contribute. Talk about the money that Nakuru inapatiana kule. Sijui kama uko na hii utafiti wa the revenue ambayo inakuwa collected sasa hivi na wakati revenue ilikuwa inakuwa collected wakati wa in terms of revenue. What I don't have the exact figures. Okay. But I can tell you it has dropped by 40%. 40%. Own correction has gone down by over 40%. So where did it go? Wacha nikwambie, you know kuna sarakasi zingine hata mimi hata huwa sielewi. Unaona mahali kama Naivasha, mahali kwa mchanga. The number of lorries inaingia hapo and the amount which is supposed to be corrected there kwa mchanga in Maimahiu. Every month we are supposed to correct over 200 million. That is about 2.4 billion. That is one source only. But our own correction nowadays haifiki 1 billion. The hospital PGH alone is supposed to give us about 1 billion. Pesa haipatikani bado. PGH. So we have sources. Ukiangalia reseni hapo zile watu wanalipa hapa. But hiyo pesa there is a lot of diversion such that ulisikia juzi Auditor General akisema county yetu iko na zaidi ya account
za bank, zaidi ya account za bank 50. More than 50 accounts. That's what the county is running. Unajiuliza ni za kazi gani? 50 accounts. Wakili, mumepeleka Governor Susan Kihika kotini mara mingi. Yes. Nimemuona akienda kotini, hata hiyo mambo ya account ati amekuwa na kuko na wakili wa county lakini ana haya mawakili wengine nje. Si tujaona akichukuliwa hatua ama what's happening? You know, wanasema the kisiagi ya sheria. Yes. Inaenaga pole pole. Lakini when ikimaliza kusiaga inasiaga ule unga iko sawa kabisa. Yeah. So it may be moving, gliding slowly and slowly. Okay. But for some of the misdeeds, in fullness of time, kila mtu atachukua msalaba yake. You may learn away from it. You may be in power today. You may be able to ward off investigations because you have power and influence. Lakini siku ile hautakuwa na hiyo power and influence, investigations will be done. And the uzuri, katika sheria huwa tunasema for criminal act, there is no limitation. Vile tunamaanisha aje? Katika sheria za civil kuna sheria aina mbili. Kuna civil na criminal. Katika sheria ya civil kuna kitu inaitwa limitation. Inamaanisha hivi, miaka fulani ikipita huwezi ukaleta kesi. Kwa mfano, nikiwa na deni yako miaka 6 ipite huwezi ukaleta. Nikiwa na kesi ya majeraha, ajali, miaka 3 ishe huwezi ukaleta. Ukiwa na kesi ya defamation na maraibo ile ya kuharibia mtu jina, mwaka mmoja uishe huwezi leta. Ukiwa na kesi ya shamba miaka 12 ishe huwezi leta. So there is what is called limitation. Lakini katika criminal cases hakuna. People who committed offenses in 1970, they can still be charged today. I saw it a few years ago. Wale watu walikuwa wakati wa First World War wa Nazi. Miaka kama 10 imepita, mmoja alishikwa Argentina. Akapelekwa kotini. 50 years after he committed the offense. Ndio anashikwa na anapelekwa. So there is no limitation. Kwa hivyo wale ambao ni wanafanya ukora, wanapora mali ya umma, na wakubusha there is no limitation. Iko siku yao ikifika watajipata pale pale. So mheshimiwa, nataka tuingie kwa and now you want to become the senator of Nakuru. Hebu jaribu umetupea shida mingi sana zile ziko. Can you try now, ni kama nakupea nafasi uuze sera zako. Utuambie, maybe you bring the solution to such problems wakati utachukua kiti. Nikichukua kiti. And the first solution is a very simple solution. Ya kwanza, stop corruption. In fact, if you stop corruption, ukimalisha corruption netwaje kwa Kiswahili? Nini hongo, rushwa? Maneno ya hongo na rushwa. Ukimaliza hiyo maneno ya hongo, utakuwa you'll have sorted out 80% of the problem. Kwa nini? Without corruption, pesa itatumika inavyofaa. Hii 10%, 20% ambao inaenda kwa tumbo ya mtu itaenda kwa umma. So the first thing is to fight and make sure that there is no corruption. Na ya pili, if there is no corruption, the right people will be hired for the right job. Ukitaka kuandika engineer, unaandika wale ambao wamehitimu. Ukitaka kuandika madaktari, wale wamehitimu. Ukitaka kuandika wakaguzi, unaleta wale ambao wamehitimu. With that, and then we try to change the mind of the people so that they know that working for a government sio nafasi yako ya kujitajirisha, lakini ni nafasi yako ya kupeana huduma na wewe upate ile mshahara ambao unahitaji. That way we will have sorted out one of our biggest problem. Ya pili, we allow tukubali bunge ya county ifanye kazi yake. Kwa sababu hiyo dire shida nyingine kubwa kabisa tuko nayo hapa Nakuru. Wameingishwa mfuko. Wamewekwa mfuko. Bunge hawapumui. Wabunge hawapumui. Akijaribu anashikwa koo. Akijaribu anashikwa koo. Akijaribu miradi inatolewa kwake. Wale ambao wanaiba wimbo wa haleluya wanapewa kitu. So you allow the county assembly to play its role. Number 3,
come with a clear development plan for the county. Useme tuko na hii pesa, mwaka huu tutafanya hivi, tutafanya hivi, with a clear roadmap. Number 4, do public participation. Ask people what they want. Uliza watu wa Nakuru mnataka tuwafanyie nini? Don't give them 500, they don't want 500. Kuna ile kitu wanataka, hawataki 500. Tunataka barabara, tunataka hospitali. I would, in fact, instead of giving them 500, siyaletea watu wa Bahati mahindi, mbegu za mahindi wanataka, we are about planting season. Those are the things. Look at what is supposed to be done. But the bottom line is 2 things. Clear development plan, abolishing corruption. With that, your problems will be 99% solved. But the biggest challenge we are having right now is corruption. Are there possibilities that a senator can work together with the governor bila ubaya? Kwa sababu wengi ni kama wanapigana. Are there possibilities that ukichukua wewe wakati utachukua kiti cha senator upate governor mwingine, will you work hard mfanye kazi pamoja? Mimi if he does his thing the right way, akifanya vile vinavyopaswa kufanywa, I'll work with him. Kwa hivyo si uadui. If he doesn't do it, I'll tell him, because that is my duty to tell the people, your governor is messing you up. I will be the first to tell people, your governor. But if he does it right, I'll be the first person again to tell the people, your governor has gotten it right. Okay. So it is not, there's nothing personal. Kila mtu afanya kazi yake. Yes. Mimi naangalia, napiga darubini, napata amefanya kazi nzuri, naambia watu wamefanya kazi nzuri. Kama amepata vibaya, ole wake, kwa sababu mimi hiyo na yote nitasema. So sio uadui, ni kila mtu afanye kazi yake. And oversight, as long as I check and I see that he or she is doing things in the right way. Niko na kazi zingine mbili za kufanya. Niko na kazi ya registration ya kutunga sheria. Yes. It will keep me very busy. Niko na kazi nyingine ya representation. Hata yeye ndiye ananiambia, Eda Seneti upigania watu wa Nakuru, waletewe hii na ile. So there is a lot. But sometimes when you tell them they are doing it the wrong way, they take it as personal. Ati unataka kiti yao. It's not that every senator want to be a governor. It's only that majority of the governors are doing the wrong things and they don't want to be told that they are doing the wrong things. Haya, maswali ya mwisho. Are you supporting the current government? Which one? Ya Mheshimiwa William Ruto. Hiyo swali acha nikwambie, nikwambie ukweli. Ni ukweli, hapa tunaongea ukweli. It's only a mad man who can support that government. Nobody who is sane can support regime which is, shida moja ni serikali ya waongo. Watu wanaongea uongo tupu. So how can you as a president be lying to the people all the times? That you lose the legitimacy the moment umeanza kudanganya watu. Kwa sababu ukiangalia kila saa uongo. Juzi nikwambia, sasa tusikize na uniambie kama mtu ako na kichwa mzuri anaweza sema hivyo. William Ruto amesimama amesema, I've sorted out all the mess which was there in the education system in Kenya. Nikauza, does this man know the meaning of sorting out or creating? Because you'd have stated, I've messed up the education system in Kenya. That is what you should have said. Yes. And apologize for that. Ya pili, akakuja na mnyama unaitwa SHA. He found NHIF which was working. He brought SHA. Jana nimesoma kwa gazeti that SHA is about to collapse with a debt of 180 billion. 180 billion. Na akichukua wakati NHIF ilifungwa, it had 80 billion ambazo zilikuwa na excess. Kwa hivyo it was learning. Na it was learning. Akableta hii SHA. Haya, ya tatu, hivi mtu vile aliua watoto wa Gen Z. Unajua hatujamalizana na yeye, hatujasoma yeye. Ya tatu, umeona watu wakitaka kwenda kufanya mikutano, anawatumia polisi. Mtu ambaye anatusha tear gas kwa kanisa mahali kuna watoto na mama. Hata kama unajaribu aje, your conscience cannot allow you to support such a regime. So ndio nakwambia, I have no doubt, and this guy is a one term. Mimi nimesema ni wa one term na yeye ni wa one term. Yeye ni wa one term. You see, and that is the biggest challenge this guy is having.
uongo ni mingi. Uongo ni mingi. Na anaongea mingi. How I wish this man would just go to State House, sit and work. And then occasionally he goes out to politics. But this man, politics, day in, day out, and once in a while, he goes back to the office to work. We also saw a president, project yake ambayo ninaona sasa hakutudanganya. Hiyo ni ukweli ilitendeka. Ni ile Talanta Stadium. Nilimwona akichukua selfie akienda huko Talanta Stadium. Did you saw the video? Niliona akichukua selfie akitembea pale. What is your take as a president? Ako pale anajaribu kuonyesha watu. You know, President think Gen Zs are fools. So ukijishukulia selfie kwa sababu ni kazi ya Gen Z, wataona kama wewe ni mmoja wao. Gen Z, no, this is the man who kills us. Achukue selfie asichukue. Aya, hiyo Talanta, that is a stadium which is there and which has been going on. Yes. And it is the purpose is to ensure that unajua mwaka huu mwisho tutakuwa na AFCON. Yes, AFCON. So that is where the target is. Yes. But believe me not, I will tell you na niko hapa. Ikiisha tu ni time tu haijatoka, scandal inakuja. There is it's a scandal which there is a scandal coming out very soon. Na tutawatangazia hiyo Talanta. Ukiona kitu yote ya Ruto imeisha, scandal inatokea. So ukiona vile imefunikwa, siku ile itafunuliwa hivi. A scandal itakuta. So that's a scandal loading. It's loading. Yes. But it's loaded. It's about to explode. It's not loading. It's loaded. It's about to explode. Yeah. So okay, maybe these are truth seat. Una support, unasimama ama unasimama na chama gani? Sisi tunafanya hivi. Yes, tunasikiza ground. Tunasikiza, tunaweka masikio chini, tunasikiza ground. Yes. Tunasema sikiza wa Kenya. That is our slogan. Yes. Sikiza wa Kenya. Kwa hivyo sisi ni watu ya chama inaitwa DCP. Tunaambia watu sikiza wa Kenya, na mkumbuke by the way 27th and 28th of this month. Our party leader Rigathi Gachagua anakuja, anaanzia Maima hiyo 27th. Okay. Akuja Naivasha, akuja Gilgil, apitia hapo Kikope, akuja Nakuru town siku ya kwanza. Siku ya pili atakuja anzia hapa Ahero. Anonsa Ahero anzia maile Heshima. Akuja maili 6 hapa Ahero. Maili 10 Kabazi, tumalizie Subukia. Hiyo ni kusalimia watu. Unajua tunakuja tu akisalimia watu. Amuogopi? Si governor alisema msikanyange hapa. Wapi? Nakuru. Wapi? Nasikia alisema no. Huyo achana na yeye. You know sometimes si tugoje hiyo siku. Unajua hakuna haja ya kushida ukiongea ukisoma. Acha tu sisi sio sisi tutakuja. Ni wananchi watatokea. Aha. The citizens are demanding. Sisi watu ya DCP tukuje tuwaongeleshe. Ongea ukweli, unajua kuna mali tuliona wakati president anakuja, and in fact I posted it somewhere kwa Facebook. Tulikuwa tumeitwa State House na tulikuwa tunapewa kanyamo. Iko kitu tunapewa. Ongea ukweli wakili, nyinyi hamupei vijana kitu kwa street? Sisi? Yes. We have opposition, tutoe wapi? Tutoe pesa wapi? Juzi tulienda pale Kinamba. Yes. Wakaenda wakafunga. Watu wa motorbike wakatuambia hapana, waacha twende tukafungue. Vijana kama 300, motorbike 300, kila mtu amepewa wawili. Those were 900 people. Zingine zikatoka Kinago. Polisi wakaangalia will of the people, wakafunga. By the way, nikwambia ukweli. Ruto akikuja hapa nje leo, asipopea watu pesa, hakuna mtu atamsikiliza. Hata gavana Kihika mwambie akuje kesho hapa Ahero, simame hapa nje ama aende maili 10, kama hata sema 500, kama kuna mtu atamsikiza. They can only be listened if they give money. But wacha nikwambie, mimi hata nikisimama hapa nje tu saa hizi unipea microphone niambie vitu, naitwa wakili Lawrence Karanja na niko chama ya DCP, utaona watu wameanza kukuja. Nikwambia Rigijia atakuja, hata wale wako kwa Kware, wale wako kwa shamba, utawapata hapa wote wakisikiza, because they know we are truthful people.
Yes. Sisi tunaongea ukweli. Wale wanalipa watu, unajua wewe unaweza kubali mtu aende tu usikize uongo. Yes. So lazima ili usikize uongo lazima ulipwe. Uongo iko na gharama. Yes. So if you want to lie to us, pay. But if you want to speak the truth, people will not ask for any money. Sasa nakupea nafasi ya mwisho, maybe 2 minutes. Maybe you can advise unaweza ongelesha mtazamaji maneno yako ya mwisho. Nikimalizia Nakuru ni kuambia kwa watu wa Nakuru tushikane, tujipange. Imekuwa miaka 4 mizito. Tujitayarishe hii mwaka ingine mmoja, na si watu wa Nakuru lakini wa Kenya kwa ujumla. Yes. So that come 2027 wacha tulete mabadiliko. Wacha tujikomboe. Wacha tutengeneze nchi ambayo mababu zetu walikuwa wameiotea wakati walisema wanataka kupigana na ujinga, ugonjwa na umaskini. Lakini tukiangalia hii serikali ya Kasongo imeongeza ujinga kwa sababu imeharibu shule. Imeongeza ugonjwa kwa sababu imeharibu afya, na wameongeza umaskini. Lazima tubadilishe ili tuende katika nchi ambayo mababu zetu walikuwa wanaiona. Sio hii nchi ya uongo ambayo Kasongo anaita Singapore. Sisi hatuendi Singapore, tunatengeneza Kenya yetu from 2027, a country every Kenyan will be proud of. Wow, na umetaja Singapore, nikakumbuka kuna jamaa moja alisema Kenya is the only country that wants to become like another country and Kenya is the only country that want to become Singapore, like Singapore, by doing the opposite of what Singapore did to become what it is today. Unajua, yes. Mimi huwa naenda kanisa, na ukienda upate pastor akuhubiria kabisa, akuambia maneno ya biguni, unaweza angalia unamwambia kweli mimi na huyu naona kama anaweza enda biguni mahali anasema twende. Huyu anatuambia maneno ya Singapore, hawezi peleka si Singapore. Ni kama pastor ambaye anakuambia unaenda biguni, na ukimwenda biguni ukiangalia unaona ya huyu haendi. Huyu jamaa hawezi peleka si Singapore. Yeye ni kurudisha, anarudisha nchi yetu nyuma. Wow. So thank you very much wakili for finding time. Umekuja hapa na we are so proud. Naweza kusema ukweli, wewe kukua kwa The Truth Seat, and I believe tutakuwa na wewe mara 1, 2, 3, 4 na hadi wakati mwingine. And I know we are also going, umenisaidia sana because tutatafuta either Mheshimiwa Susan Keheka ama watu wa Susan Keheka wakuje waseme ukweli wao, kwa sababu umesema ukweli wao. So tutakudanganye. In future mtu akiingia hapa unamwambia inue Biblia aseme kama kotini. Whatever I say is the truth, the whole truth, nothing but the truth. The truth. Asante. Thank you very much wakili. So mtazamaji, tunafika hapo mwisho. Remember to subscribe, to like and also to share. Until wakati mwingine, tunawapenda sana. Thank you for watching.